Habari ndugu zangu, kwa majina naitwa Shujaa Charles Mwaisemba. Nafikiri wengi wetu wanafahamu. Nafikiri nimesimama mbele yenu kwanza baada ya wiki iliyopita ambayo limekuwa na mzozo mkubwa sana, hasa na mijadala mingi mkubwa kuhusiana na fundisho la zaka ambalo limezua, kila mtu amekuja na mitazamo yake, na kitu kilichonishangaza, wengine ni wachungaji wakubwa wamekuwa wakisimama kabisa wakipinga kuhusiana na fundisho la zaka, wakidai ya kwamba kwanza Agano Jipya hakuna utoaji wa zaka, ni kuna swala tu la utoaji wa hiari, na hata yule mchungaji anakaa kuhusika kulazimisha watu kutoa zaka, wasema kitu kama hicho hakipo Agano Jipya. Lakini zaidi sana wengine wamekaa wamesisitiza hata kama tunatoa tunapaswa tutoe kwa hiari, na upotoshaji mwingi. Je, kumfukuza au kumwajibisha mshirika kwa maana ya kwamba kumuondoa ushirika kwa sababu ya zaka ni jambo sahihi? Kwa nini wanaweka mkazo katika eneo la zaka, si katika maeneo mengine, wakati maagizo ya Mungu yanaonyesha mikazo katika maeneo yote? Vitu kama hivyo ndivyo vimenifanya nisimame hapa, sio kwa ajili ya hawa wanaopotosha, bali ni kwa ajili ya wanaopotoshwa, hasa watoto wachanga ambao wanakuwa wanafuatilia sana mitandaoni na wanakuta wanaamini, wengine wanavunjwa moyo. Ni moja ya mafundisho ya msingi sana ambayo kwa ajili ya kujenga taasisi, lakini kwa mitizamo hii inaweza ikawaharibu watu wengi. Ndio maana nimesimama hasa kutaka kueleza jambo moja kwanza la msingi. Taasisi ya kanisa ni taasisi kubwa na haiendeshwi kama klabu tu za burudani, bali taasisi ya kanisa inaendeshwa ni kweli kwa ajili ya mambo ya kiroho, ufalme, lakini pia inaendeshwa kama taasisi ya kisheria na ambayo inapaswa iwe thabiti katika mifumo, katika tawala zake, ili iweze kujiendesha kwa shughuli zote kama zilivyo taasisi nyingine. Hivyo nirudi katika swala zima hili la nadharia, ambao wengi wanafanya makosa sana kudai kwamba utoaji wa zaka si wa Agano hili Jipya, na wakisema kwamba hata Mtume Paulo mwenyewe amekuwa akifundisha katika ile Wakorintho wa pili 9 mstari wa 9 ile ikizungumzia kwamba hatutaki kutoa kwa lazima, tunatakiwa iwe kwa hiari, kizungumza huo ndio msingi wa Agano Jipya katika utoaji mzima. Labda nirudi katika hili swala la nadharia ya utoaji wa hiari na utoaji usio wa hiari. Ni kosa kubwa sana, hasa kwa walimu wa Biblia mtandaoni. La kwanza wanalolifanya kudai kwamba katika Agano Jipya limefuta sheria zote za lazima, na kudai kwamba kila kitu ni hiari tu, mtu anafanya kwa hiari, kwa moyo wa kupenda. Huo ni upotoshaji mkubwa sana wa maandiko. Lazima tufahamu kitu kimoja. Katika Agano hili Jipya utoaji umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Utoaji ambao ni utoaji wa hiari unaitwa voluntary. Voluntary, utoaji mtu anatoa kwa hiari, na utoaji ambao ni condition au statutory, utoaji usio wa hiari, upo bado hata katika hili Agano Jipya. Wengi wanaofundisha kuhusiana na utoaji wa Agano Jipya, andiko kuu ambalo linatumika kueleza kwamba hakuna utoaji wa lazima, wanalitumia andiko hili hapa la Paulo, Korintho wa pili 9 mstari wa 7. Inasema hivi: kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu umpenda yeye atoae kwa moyo mkunjufu. Kwa hiyo kwa msingi huo wanaeleza kwamba hii ndiyo kanuni ya utoaji wote wa Agano Jipya. Hakuna utoaji wa lazima au condition au wa sharti. Wanafundisha kitu kama hicho, kitu ambacho sio. Sasa labda kabla ya tujaendelea, lazima tujue nini kilichomaanishwa katika andiko hili. Wengi wanapotosha sana ile andiko, wanazungumza kinyume cha muktadha wa ile andiko. Ukisoma ile andiko, ukisoma sura ya 8 na sura ya 9, inazungumzia, Paulo mtume akuwa anazungumzia utoaji huu wa lazima tunaozungumzia, hasa wa zaka. Hakuwa anazungumzia zaka, alikuwa anazungumzia sadaka, hasa ni hizi charity, hizi sadaka hizi ambazo zinatolewa kwa ajili. Yerusalemu kulitokea njaa kubwa sana kwa watakatifu, kulitokea majanga mengi sana. Kwa hiyo alikuwa anafanya changizo kwa ajili ya watu ili waweze kuwasaidia watakatifu wenzao waliokuwa huko Yerusalemu. Kwa hiyo akawa ameitisha michango mbalimbali,
ndiyo msingi wa ile andiko linapokuja. Sasa wengi wanapokimbilia kwa, haikuwa ni swala eti sijui la hiari, ni sadaka ambayo hiyo mtu anafanya kwa moyo wa kupenda, sio wa kuanza kulazimishana, sio wa kuanza kushurutishana, usipotoa kutakuwepo na hiki na hiki, la kitu ambacho sio. Lakini tunapokuja kwenye swala la zaka, zaka sio sadaka kama hizi nyingine, au ni kitu ambacho ni kama hizi sadaka ambazo mtu anasema eti tutoe kwa kupenda. Tangu Agano la Kale mpaka Agano hili Jipya, zaka inaelezwa kwa misingi hii. Lakini zaka ni amri ya lazima yenye masharti, inaitwa conditional law. Conditional law. Tunaposema kwamba lazima, hatumaanishi kuwa Mungu anamshikia mtu kwamba mtutu, bali tunachomaanisha ni sharti la kikatiba na la kuwa mshirika hai katika ufalme. Ni sharti ambalo Mungu analiweka ili chakula kiwemo nyumbani mwa nyumba yake. Mfano, kwenye Agano Jipya, wengi hao wanaosema kwamba hakuna utoaji katika Agano Jipya ambao kwamba unaendelea, hawajui tu maandiko. Ukisoma katika hii Waebrania, sasa tusome 7 mstari wa 8. Waebrania 7 mstari wa 8 nathibitisha utaratibu huu kwamba bado zaka ilikuwepo Agano Jipya na inapaswa itolewe kwa wanadamu hapa duniani. Sema hivi, na hapa wanadamu wapatikanao na kufa utwaa sehemu ya 10. Hii inazungumza hapa wanadamu wapatikanao wa kufa, inazungumzia wanadamu walikuwa hapa duniani, hao wachungaji, makuhani wa nyakati hizi, ndio hao wanatajwa kwamba wao wanakufa, kwa sababu utaona hapo mbele inazungumzia Yesu ambaye yuko hai. Umeona, ikielezea ukuhani kwamba hawa wanaokufa, tusome, wanadamu wapatikanao na kufa utwaa sehemu ya 10, bali huko wapi? Mbinguni, yeye ashuhudiaye kwamba yu hai. Huko mbinguni sisi tunapotoa hapa hiyo sehemu ya 10, na inathibitisha kwamba hapa tunatoa sehemu ya 10 kwa hao wanadamu wanaokufa, kwa wachungaji. Lakini mbinguni katika ulimwengu wa roho kuna utoaji tunavotoa hapa, kule anapokea Yesu. Kama zaka ingekuwa imefutwa msalabani, mwandishi wa Agano Jipya asingeweza kusema kuwa utaratibu huu unaendelea kufanya kazi hivi sasa. Kilichobadilika ni nini? Sio ulazima wa kutoa. Kilichobadilika ni ukuhani unaopokea. Ilitoka kwenye Lawi ikaenda kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ukizuia zaka, unakuwa umevunja sharti la uaminifu na unakuwa umemwibia Mungu, kama Malaki 3:8 inavyozungumza, ninyi mnaniibia zaka na dhabihu. Mimi nafikiri lazima tufahamu jambo moja. Mungu hajawahi kuacha uendeshaji wa nyumba yake utegemee hisia tu za hiari za wanadamu, kwa sababu anajua asili ya mwanadamu kuwa ni mbaili. Ukisoma kwenye hii Malaki 3:8, Mungu hatumii lugha ya upole, anasema mnaniibia zaka na dhabihu. Ili neno hili wizi litumike, maana yake kuna kiwango cha lazima kilichowekwa kisheria ambacho umekishikilia kwa nguvu. Ndio maana anataja mnaniibia, kinajulikana na ni chake. Ndio maana sema leteni zaka, lete, ni chake, kuna kiwango umekiiba. Sasa je, Agano Jipya limefuta utaratibu huu? Kama nilivyosema katika hiyo Waebrania 7:9, Biblia imeonyesha kwamba utaratibu huu bado hujafutwa. Ndio maana Yesu mwenyewe katika Mathayo 23:23 hii utaona alikuwa anazungumza na Mafarisayo akiwakemea tabia yao ya unafiki. Hakuwa anakemea wasilipe zaka, alikuwa anakemea tabia yao ya unafiki, ambao kwamba wanatanguliza kumfundisha mtu zaka kabla hawajatanguliza rehema, toba. Kuna vitu vya msingi ambavyo mtu kabla ya kumfundisha, au ni mafundisho ya ndani ya mtu aliyeokolewa. Baada ya kuwa ameokolewa, ndio tutamfundisha umuhimu wa kumtolea Mungu sadaka na umuhimu wa kulipa zaka. Hivyo vyote mtu atafundishwa, lakini kwanza Yesu alikuwa anataka Mafarisayo waache unafiki wa kuweka mkazo katika zaka wakati wanaacha mambo ya adili. Lakini utaona kwenye hili andiko Mathayo 23 mstari wa 23 wa 23,
inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili, rehema na imani. Hayo imewapasa kufanya, wala yale mengine msiache. Hayo yapi imewapasa? Ni hilo ya kulipa zaka. Sio kwamba nawazuia msilipe zaka, hayo imewapasa, lakini yale mengine msiache. Kwa maana kwamba hayo mtu anatakiwa kwanza aokolewe, anatakiwa kwanza ajifunze, ajue masuala ya adili, rehema. Lakini sio tu mnawaambia watoe zaka kati mtu hatajaokolewa, mtawavuruga mtu. Hata ndo maana ile fundisho tunalivyoonekana mtandaoni, wengine wakawa wakisikia wanadhani kama tu walokole wanatafuta hela. Hapana, ni fundisho la msingi na la lazima kwa ajili ya ustawi wa taasisi. Yesu anaonyesha bado Agano Jipya pia kuna swala tena, anaita mnalipa zaka. Haitwi utoaji wa zaka, inaitwa mnalipa. Ndio maana utaona katika maagano yote kule inasema leteni zaka. Ni conditional law, sio swala la hiari kwamba ni kitu cha kutoa tu mtu kwa kujisikia. Labda tena nije nieleze kuhusiana na sura katika upande wa kanisa kama taasisi. Ndugu zangu, lazima tuelewe kuwa kanisa lina sura mbili kuu. Sura ya kiroho inayoandaa roho kwenda mbinguni. Hii ni sura ya upande wa kwanza. Lakini sura ya pili ni sura ya kitaasisi. Kanisa kama taasisi inayofanya kazi hapa duniani kama shirika. Sura hii ya kitaasisi inahitaji budget thabiti, inahitaji kununua viwanja, kujenga madhabahu na kumudu gharama za uendeshaji wa kila siku. Makanisa mengi leo yanayumba, viongozi wake wananyenyekea matajiri na mabeberu huko nje, na mengine yanageuka kuwa masoko ya utapeli wa kuuza maji ya upako, chumvi, vitambaa. Kwa nini? Kwa sababu wachungaji hao wanaogopa kusimamia sheria ya zaka kwa vitendo. Wanaacha mifumo ijiendeshe kwa hiari ya kijihisia tu. Matokeo yake uchumi wa kanisa unakauka na mchungaji analazimika kubuni mbinu za utapeli madhabahuni ili taasisi isife. Au ndo hii unakuta kanisa ni maskini tu, watu kwa sababu tu wameaminishwa kwamba wanaweza kufanya wanavyo. Mchungaji anatamani kufanya mambo mengi makubwa, kufanya mikutano mikubwa, lakini watu ni wabahili, hawatoi. Lakini makanisa makini yanayofuata mifumo hii ya chuma ndio utaona bado wanaweka mkazo wa kivitendo katika eneo hili la zaka, wakijua ndiyo njia halali ambayo Mungu ameiweka ya kitaasisi, na ambayo hiyo ndio ina uhusiano moja kwa moja na taasisi. Haya maagizo mengine ya lazima haya, kuomba, kuhubiri, ni kweli Biblia inasema imetupasa kumuomba Mungu. Ni kweli nina ole nisipohubiri Injili, nao ni sharti, ni condition. Lakini hayo ni swala la uhusiano wako binafsi na Yesu. Lakini swala hili la utoaji wa zaka ni uhusiano. Usipotoa wewe unahujumu kanisa zima, unaleta madhara kwa taasisi nzima. Kwa hiyo ndio njia ambayo Mungu ametoa kama taasisi, kanisa liweze kujiendesha. Biblia inasema leteni zaka kamili, ikiwemo chakula nyumbani mwa Mungu. Sasa kama wewe usipotoa kwa sababu zako zozote tu, kanisa litajiendeshaje? Nidhamu ya kumwajibisha na hata kuwatoa ushirika wale wanaogoma kulipa zaka ni ya kimaandiko 100%. Mtume Paulo katika Wakorinto wa kwanza 5:11 hadi 13 anasema, msishirikiane na mtu aitwaye ndugu akiwa ni mzinzi, mnyang'anyi au mwizi, tungeweza kusema. Umeona? Inataja pale mwizi, anatajwa mchoyo, au tungesema ni mbaili. Biblia inasema ondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Muondoeni. Wakati mwingine tunaweza isiwe kwamba tumemfukuza kanisani, tumemtoa kwenye ushirika. Ni mbahili, ni mwizi, anamuibia, ogopi hata kumuibia Mungu. Anaondolewa ushirika, ataendelea kusali, ataendelea kukaa kujifunza, ataendelea kuwepo, lakini tunamtoa katika ushirika, endelee kujifunza, aone umuhimu wa kuisaidia taasisi. Kama unataka haki ya huduma ya kichungaji kama ndoa, ubatizo, mazishi, lazima ubebe wajibu wa kusimamisha taasisi hiyo. Huwezi kuwa mshirika mlalamishi unayetaka huduma za bure huku unakaidi kuzuia rasilimali zako kuendesha huduma hiyo. Biblia yenyewe inasema
ulipo moyo wa mtu ndipo hazina yake ilipo. Tujue upo pamoja na sisi, unataka tuendeshe taasisi pamoja, tuisupport. Biblia inasema msaidiaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Kwa hiyo kumbe kama kusaidia, tunataka tuone kwenye mali zako, tunataka kuona kwenye moyo wako kama uko kweli. Sasa kama hutaki tu hata kutoa mali zako, unataka kuficha mali zako, hutaki, serikali inaweza kukuoji, lakini mchungaji wako ambaye anasema kila mtu amshirikishe mkufunzi wake, amshirikishe mema katika mema yake, lakini wewe kuhojiwa tu swala una mali kiasi gani, ili tuweze kujua kwanza unafanya kazi gani, utaweza kushiriki kwa kiwango gani kuusaidia uendeshaji wa taasisi. Taasisi atakiwa ipange budget inahitaji kujua mipango ya muda mrefu, pato linapatikanaje, ni kwa namna gani. Ni vitu ambavyo ni vya kawaida, usijifanye sana viroho, wakati kanisa pia linaendeshwa kitaasisi, lina mambo ambayo yanahitaji maji tunalipa kwa maombi, au bili za umeme tunalipa kwa maombi, kitu ambacho sio kweli. Kwa ni lazima wapatikane washirika hai waaminifu. Kwanza awe ameokoka kweli, na akiwa ameokoka awe tayari kumtumikia Mungu hata kwa mali zake. Sasa kama unazuia, utaki kutoa, utaka tukutoa, unavuka kujisikia, kanisa litajiendeshaje? Litajuaje pato lake ili liweze kuendesha, kuandaa mikutano, kuandaa semina na vitu vingi mbeleni? Kwa jambo hili ni la muhimu sana, wala si la kulipuuza. Wapo wanaodai mkitulazimisha kutoa zaka kwa nguvu ya fomu, baraka hakuna kwa sababu tumelazimishwa. Huu ni uongo mwingine, sio kweli. Je, serikali inapotulazimisha kulipa kodi za mapato TRA, maana yake upati huduma za barabara, ulinzi, maji kwa sababu umelazimishwa? Bila shaka unazipata. Kulazimisha na kuwajibishana ni kanuni ya kulinda nidhamu dhidi ya ukaidi wa mwili tu. Mshirika asiyeomba, asiyehubiri anaumiza maisha yake binafsi ya kiroho chumbani kwake, lakini mshirika anayelipa zaka anahujumu uchumi wa taasisi nzima. Anazuia umeme usilipwe, anazuia injili isionekane katika mikutano mbalimbali, anazuia watumishi wasipate riziki zao kama Bwana alivyoagiza katika Wakorintho wa kwanza 9:14. Biblia inasema wale wahubirie injili wapate riziki zao kwa njia ya injili, kwa namna ile ya utaratibu wa Torati, kwa sababu athari za kutokulipa zaka ni za kijumuiya, corporate damage. Ndio maana kiutawala lazima kuwepo na usimamizi wa lazima na kivitendo, yani enforcement. Kukikosekana kitu kama hicho, inakuwa tu ni taasisi ambayo haijui namna pia ya kujiendesha kitaasisi. Kusimamia nidhamu, takwimu na uaminifu wa kifedha za madhabahuni sio kukosa Roho Mtakatifu, bali ni kuwa tu na usimamizi bora na uwakili mwaminifu wa nyumba ya Mungu. Ushirika wa kanisa sio soko holela, ni jumuiya yenye mikataba na kanuni za kimaandiko. Kama mfumo huu unakuuma, tatizo sio mfumo, tatizo ni ubaili na ukaidi uliopo moyoni mwako, unaotaka kuhalalisha kwa kutumia mistari ya Biblia nje ya muktadha wake. Neema haikuja kuondoa uwajibikaji, imekuja kutuongezea uaminifu wa kiwango cha juu. Mpe Mungu kilicho cha Mungu na uheshimu mifumo inayolinda nyumba yake. Mimi nimesimamia kweli, uamuzi unabaki kuwa kwako. Mungu akubariki sana, tukutane kwenye video ijayo. Asante sana.